Mara baada ya mchezo kumalizika wa Dar es Salaam Young Africans ambapo walikaribishwa na wenyeji wake kwa maana ya Al Ahly. Watu wengi wamekuwa wakizungumza vitu vingi, wengi wakisema kwamba Young Africans amecheza vizuri, Al Ahly amepata advantage kwa sababu ipo nyumbani. Of course, kwangu mimi mara baada ya kutazama mchezo nimegundua kitu kimoja kwa Young Africans ama viwili. Cha kwanza, Young Africans hawakuwa serious na mchezo. Kivipi? Walichukulia poa sana mchezo. Ukiangalia kwenye dakika za mwanzoni unaona Young Africans walikuwa wapo katika muundo mzuri kwenye kuzuia, lakini pia kwenye kushambulia, lakini kila baada ya dakika zinavyozidi kwenda wakahisi kwamba wanawaweza sana Al Ahly, kwa hiyo wakajikuta wanafunguka na kuacha numbers ndogo ya watu ambao wanaweza wakalinda katika eneo lao, kitu ambacho Al Ahly kutokana na ukubwa na quality ambayo wako nayo wakaenda wakatumia hiyo advantage, na ndio maana ukaona magoli yote ambayo Young Africans yamefungwa ni magoli ambayo yalihusisha counter attack. Lakini kingine nimegundua kwamba akili na ukubwa ambao wako nao Al Ahly, kwa namna ambavyo aina wachezaji ambao wako nao ni wachezaji ambao tunaweza kusema kwamba ni machuaji nafu, ambao kimsingi ukiacha tu uzoefu ambao na ukomavu ambao wako nao, lakini pia ni wachezaji ambao wanaweza kuisoma game vizuri, pia wanaweza kutumia chance ndogo ambazo wamekuwa wakizipata. Ukiangalia jana Young Africans amepata chance zaidi ya 5 lakini ameshindwa kutumia hata moja. Hii utagundua kwamba Young Africans ukiacha walikuwa wanacheza, lakini walikuwa wanacheza kama timu ndogo, kwa maana waliachiwa mpira. Al Ahly wao wanadili na vitu vya muhimu sana katika ule mchezo, na ndio maana ukaona namna ambavyo magoli yamefungwa. Naona Young Africans wakipoa mpira, Al Ahly wanafanya quick reaction, wanafika katika lango la Dar es Salaam Young Africans, wana score goal. So nadhani ni sehemu ya kujifunza kwa Young Africans katika mchezo ya ligi ya mabingwa. Ni michezo ambayo inachezwa kwa mahesabu makubwa, lakini sometimes michezo hii haihitaji entertainment football. Ni michezo ambayo inahitaji zaidi umakini na kucheza kwenye objective, kwa maana objective football, namna ambavyo unaweza ukacheza ili uweze kupata kile ambacho unatamani kukipata, lakini sio unacheza kwa sababu ya kufurahisha watu. Ni michezo ambayo inahusisha malengo tu peke yake, kwa maana mnacheza ili upate nini? Kama unacheza ili upate sare, unatakiwa ucheze ili uweze kupata sare. Ama unacheza ili upate matokeo ushindi, utacheza ili upate matokeo ushindi. Lakini ukiangalia this time around Young Africans waliingia katika huu mchezo wakiwa na overconfidence kwenye mara baada ya dakika 30 na kama dakika 10 za mwanzoni. Baada ya hapo ukaona overconfidence ikawa kubwa, wakaanza kutawala mchezo, lakini mwisho wa siku wakashindwa kupata kile ambacho walitegemea kukipata.